Siku ambayo utajua una nini ndani yako, basi ndio siku pekee ambayo utakuwa umekaa kwenye nafasi yako na kuona Mungu yupo katika maisha yako. Huwa watu wengi wanalia na kuona Mungu hayupo katika maisha yao, ni kwa sababu hawajui wana nini ndani yao. Bali yoyote ambaye alijua ana nini ndani yake, huyu mtu hakuogopa kupoteza watu, huyu mtu hakuogopa kauli za watu, huyu mtu hakuogopa sheria za watu. Wanaogopa sheria fulani ambazo ziko zinawakandamiza na wanabaki wanaumia na kulia, ni kwa sababu hawajajua ndani yao kuna nini. Lakini laiti kama wakijua ndani yao kuna nini, nataka nikwambie, hawa watu watashangaza mataifa, hawa watu watashangaza maadui zao, hawa watu watashangaza jamii. Kwa nini watashangaza? Kwa maana wamesimama katika position ama nafasi yao. Wacha tukasome kitabu kimoja cha Danieli 3, tutapata stori moja nzuri sana ya mfalme Nebukadreza na vijana watatu. Maandiko matakatifu yanapata kuniambia kwamba mfalme Nebukadreza alipata kutengeneza sanamu ya dhahabu. Baada ya kupata kutengeneza sanamu ya dhahabu, akapata kuita watu akisema ya kwamba, jamani, katika taifa hili hii sanamu ya dhahabu vitapigwa santuli, itapopigwa zeze, utaposikia firimbi, utakaposikia hivi, kila mtu inabidi aangukie aweze kuiabudu hii sanamu, na yule ambaye hajaabudu hii sanamu, huyo mtu atachomwa katika tanuri la moto. Sasa utapata kusikia kitu fulani hapa. Mfalme anasema yule ambaye hataangukia sanamu ya dhahabu atapatwa kuchomwa moto. Ina maana hii ni sheria ambayo mfalme aliweka ili watu waweze kutii. Kumbe katika maisha yetu ambayo tuko tunaishi katika dunia leo, kuna watu wanaishi katika maisha yako, lakini kuna sheria ambazo wameweka, na zile sheria ndo zinafanya ushindwe kufikia kusudio la Mungu. Babu zetu hapo awali, hapo nyuma, waliingia katika miungu fulani, wakaweka sheria. Yoyote ambaye atashindwa kufanya tambiko, yoyote ambaye atatoka katika mila, huyu mtu hatazaa, huyu mtu hatapata watoto, huyu mtu hatafanikiwa. Hii ni sheria ambayo iliwekwa, na hii ndio sababu unakuta katika familia yako mmekuwa mkiishi kwa magonjwa yanayofanana. Kwa hiyo mizimu ya familia inaamuru maisha yenu yawe hivyo. Mizimu ya familia inaamuru mfe kwa kisukari. Mizimu ya familia inaamuru ya kwamba mtembee katika majuto na mateso. Mizimu ya familia inaamuru ya kwamba hii ni sheria ambazo ziliwekwa. Sasa mfalme Nebukadreza yeye akasema, yoyote asiyeiangukia sanamu ya dhahabu, huyu mtu inatakiwa achomwe moto. Tafsiri yake nini? Kufa. Maandiko matakatifu yanapata kuniambia, wakati firimbi na santuri na zeze imepatwa kupigwa, watu wote wakainama wakaanza kusujudia. Wakati wanainama na kusujudia, lakini kuna watu watatu ambao wanaitwa Shadrach, Abednego na Meshach. Hawa jamaa hawakuanguka kusujudia sanamu ya dhahabu, wakaendelea na mambo yao. Maandiko matakatifu yanapata kuniambia, kulikuwa kuna watu wakachukua taarifa, wakapeleka taarifa kwa mfalme, wakamwambia mfalme ya kwamba, mfalme, sikiliza ya kwamba wakati sisi tunasujudia hii sanamu ya dhahabu, kuna watu watatu hawakupata kusujudia. Mfalme akasema kawaite. Lakini laiti kama ningekuwa mimi ni mfalme, ningeanza kuwachoma moto hawa walioleta hii taarifa ya kwamba mfalme, kuna watu watatu. Ina maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tumepaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ina kama ile sanamu ni ya dhahabu, ile sanamu ya dhahabu kama walikuwa wanaiabudu, ina maana hata hawa wambea watatu walioleta habari, hata nao hawakuweza kuiangukia sanamu ya dhahabu. Ina maana hawakwenda katika roho na kweli. Ina maana ile sanamu ilikuwa haina majibu. Kumbe unapata kuelewa ya kwamba katika hii dunia kuna watu wao wanakuaga wanachukua taarifa zako, wanavyochukua taarifa zako wanazipeleka mahali fulani, wewe unabaki unaumia na kujiona ustahili na unajiona haufai. Kumbe ni sababu watu wanakupeleka kwenye kusudio lako. Hauwezi ukafika kwenye kusudio lako kama hakuna wambea. Wambea wapo ili waweze kukufikisha kwenye hatima yako. Sikiliza vizuri, ina maana kama Mungu wa Shadrach, Abednego na Meshach asingeonekana pasipo wambea. Kumbe kuna sometimes kuna watu wanaochukua taarifa zako wanazipeleka mahali ili uonekanike mbaya, lakini wasichokijua katika ulimwengu wa roho, wanatengeneza njia ya wewe kwenda kupata muujiza wako. Kumbe kuna miujiza mingine huwa inaletwa na watu wambea. Sikiliza vizuri, mwana wa Mungu, nitaenda taratibu na imani utapata kunielewa. Sasa baada ya hapo, mfalme akapata kuambia kawaiteni. Wale jamaa wakaja, mfalme akawauliza swali, kwa nini hamjapata kuangukia sanamu ya dhahabu wakati nilisema itakapopigwa santuri, itakapopigwa zeze, itakapopigwa filimbi, nilisema kila mtu aangukie sanamu ya dhahabu? Kwa nini hamjaangukia sanamu ya dhahabu? Maandiko matakatifu
hayakuonyesha jibu la Shadraka, Abednego na Meshaki walilopata kujibu, ya kwamba hatukuangukia kwa sababu ya 1, 2, 3, hatukuangukia kwa sababu ya hivi. Hawakupata kujieleza chochote, bali walikaa kimya. Nini najifunza juu ya hawa jamaa? Kumbe kuna sometimes ukijua uliombeba ndani yako haitafanya ujibizane na watu, bali ukikaa kimya unaruhusu nguvu iliyoko ndani yako iweze kuanza kufanya kazi, nguvu ya Mungu iweze kuanza kuleta matokeo. Na hii ndio sababu Shadraka, Abednego na Meshaki wakakaa kimya, hawakutaka kujibizana na mfalme jambo lolote. Mfalme akashangaa ndani yake ya moyo, akasema hapana. Akawaambia, sasa ninawapa last chance. Unajua, katika maisha haya watu wanaotamani kushika maisha yako huwa wanatamani wakupe last chance. Unasikia? Nisikilize wewe mwanamke, nimekupa nafasi nyingine tena, ukirudia nakwambia nitakuacha. Anakupa last chance kana kwamba yeye ndio ameshika maisha yako. Lakini Shadraka, Abednego na Meshaki, sikiliza, walivyopewa last chance ya kwamba ninawapa last chance, kana kwamba msipoiangukia sanamu ya dhahabu tena moto utawashwa mara 7. Hawa jamaa hawakunyamaza hapo. Akaona mfalme ana kasoro, mfalme ana makosa, anatupa last chance, kwani yeye ni Mungu. Wakapata kumwambia mfalme, sisi hatuko tayari kuiangukia sanamu ya dhahabu. Kumbe kuna nyakati, kuna mtu anakwambia, sidhani kama nitakufanyia hivi kwa sababu umefanya hivi. Usiumie kichwa. Kuna majira mengine inatakiwa wewe uchukue hatua, sio wao. Hii mambo ya last chance ambayo unapewa last chance, nakupa last warning, nakupa last nini, nakupa last nini. My dear, nisikilize nikwambie kwa makini, ni watu wanataka washike maisha yako, na ndio maana hauwezi kufurahi bila wao. Lazima wao wakicheka na wewe ucheke, wakinuna na wewe unune. Maisha gani hayo unaishi? Nisikilize nikwambie, Mungu wetu ukimjua hautateketea, hautaangamia. Na ndio maana napendaga kuambia watu, si kila kitu cha kuomba, sio kila kitu cha kuomba. Tumekuwa tukiomba kila kitu kwa maana hatujui neno. Siku zote yoyote anayeomba pasipo kujua neno ni sawasawa na mtu ambaye ameshika bunduki ambayo haina risasi. Kumbe kuna majira neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, ina maana litatuongoza popote tukanyagapo, bali si maombi yatakuongoza. Taa ya miguu, kwa sababu wakati wa giza miguu itaona hapa pana giza, mwanga ukitua giza linapotea. Kwa nini? Kwa sababu neno liko ndani yako. Sasa hawa jamaa watatu, kwa sababu waliishi wakijua Mungu yuko ndani yao, Mungu ni mkubwa, hawakupata kutetereka. Wakamwambia mfalme ya kwamba sisi hatutaiangukia sanamu ya dhahabu. Unajua ni kwa nini walitoa hili jibu? Kwa sababu ninaposoma maandiko matakatifu vizuri sana kwa umakini, nakutana na mahali ambapo Mungu anasema ya kwamba dhahabu na fedha vi mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Anasema dhahabu na fedha vi mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kama dhahabu na fedha vi mali ya Mungu, asema Bwana wa majeshi. Hawa jamaa watatu wakajiuliza swali ya kwamba kama dhahabu na fedha vi mali ya Mungu, vi mali ya Mungu, kwa nini tusimwangukie yule mwenye vile vitu? Tumwangukie Mungu mwenyewe ambaye dhahabu na fedha vi mali yake. Kwa nini tuangukie vitu ambavyo ni vya kwake? Hii jamaa ndo maana wakasema hapana, sisi hatutaangukia sanamu ya dhahabu. Sisi tunajua ambaye tunamtumikia, yule mwenye dhahabu na fedha, huyo ndiye ambaye tutamwangukia. Kumbe usisujudie watu kwa sababu ya fedha, usisujudie watu kwa sababu ya magari, usisujudie watu kwa sababu eti wameshika maisha yako. Sujudia yule aliyewapa vile vitu, kwa maana ukimsujudia yule hata wewe utamiliki. Hii ndio sababu hawa jamaa kusema mfalme hatuangukii sanamu ya dhahabu. Walivyopata kusema hivyo, mfalme alighadhibika moyoni mwake, akachukia sana. rekorabaseketea alivyopata kuchukia, akasema kamata hawa jamaa, nendeni ule moto ukawashwe mara 7. Moto ule ukiwashwa mara 7 ndipo muwatie katika lile tanuri la moto. Mfalme kwa sababu ameghadhibika, kwa nini hawa watu hawataki nishike maisha yao? Kwa nini hawa watu hawataki nikamate uhai wao? Kwa nini hawa watu? Sikiliza, unajua kinachowaumiza watu kwenye maisha yako ni vile ambavyo ukijitambua, kwa maana ukijitambua hautataka ushikiwe maisha yako na mtu. Na hii ndio sababu vita huwa zinaanza kuinuka pale ambapo unaanza kusimama wewe, ukianza kutembea wewe, ukianza kufanya mambo yako, hapo ndo vita huwa zinaanza kuinuka. Kwa nini zinainuka? Kwa maana umetoka katika mikono yao. Maana siku zote watu wanatamani ukae katika mikono yao, wanatamani uwe unalia ya kwamba sina hiki, naomba unisaidie hiki. Hii ndio furaha ya wanadamu. Siku ambayo utachukua hatua na kuanza kumfurahisha Mungu aliyo hai, ndio siku pekee ambao utaanza kuona neema kwenye mkono wako. Mfalme Nebukadneza baada ya kughadhibika ndani ya moyo wake, akasema choma kabisa wa moto. Wakawakamata. Walivyowakamata wakawapeleka kwenye tanuri la moto. Walivyowapeleka kwenye tanuri la moto, wakawatupia kwenye tanuri la moto. Alafu angalia sasa, wale waliowadumbukiza wengine ambao wako walipata kuungua wakafa.
Kwa sababu moto ulikuwa ni mkali, umewashwa mara 7. Lakini katika ile namba 7, nikienda kimafunuo, Mungu anapata kuniambia hivi, namba 7 ni namba ya utulivu, namba 7 ni namba ya pumziko, namba 7 ni namba ambayo hapo ndio Mungu huwa ana relax. Shadraka, Abednego na Meshaki wakasema hapana, namba 7 ni Mungu baada ya kuumba siku 6, siku za jasho, siku ya 7 Mungu alipumzika, relax. Katika hii namba 7 ambayo mfalme anaitamka, ni sehemu ambayo sisi tunaenda kupumzika, sio sehemu ambayo tunaenda kuteseka. Ni namba ambayo Mungu aliumba siku zote, lakini siku ya 7 akapumzika. Kwa hiyo mfalme, namba 7 kwetu sisi sio namba ya ghadhabu. Walipopata kuwaweka mle ndani, mfalme akaanza kujipongeza, wenda akigeuka akisema, akiangalia wengine wote wakaingia moyo wenda wa kutetemeka na kuogopa. Jamani, mimi ikipigwa saizi santuri nitakuwa ninaabudu, mimi ikifanya hivi nitakuwa nafanya hivi, mimi ikifanya hivi nitakuwa nafanya hivi. Unajua kinachotuumiza wengi sana kutembelea history sijui kwa sababu ilitokea hivi, mimi sijui nitakuwa. Kumbe kuna nyakati Mungu anataka wewe ukavunje ile historia ya kwenu. Kumbe kuna nyakati Mungu anataka wewe uvunje sheria zao. Kumbe kuna sababu Mungu anataka ukavunje sheria za madhabahu za kwenu. Hiyo ndio sababu Mungu anakutaka wewe. Sikiliza, wakati wamewekwa kwenye tanuri la moto, mfalme akiangalia wengine labda kwa ukatili sana, akigeuka huko akiangalia huko, wengine wenda walivyokuwa wakimtazama mfalme wakajua sisi tusipoiangukia basi hata sisi tumekwisha. Lakini mfalme anavyorudi kwa mara nyingine tena, anachungulia kwenye ile tanuri la moto, anakuta pale aliwatupia watu 3. Baada ya kuwaweka watu 3 anakuta watu 4. Mfalme akajua labda ni nyakati za uzee ama nimekuwa mzee. Wenda alifikita macho yake akaangalia tena kwenye tanuri la moto, akaona mbona bado kama wako 4. Wenda akafikita kwa mara nyingine akaangalia, mbona bado wako 4. Akageuka upande mwingine, akamwita akida wake, akamwambia njoo, hebu tazama mle kwenye tanuri la moto, unaona nini? Yule jamaa akapata kuangalia, akasema mfalme, tuliweka watu 3 lakini naona wako 4 na huyu mwingine ana umithili wa miungu. Rekoramande, ana umithili wa miungu. Hapa ndipo ambapo mfalme akasema hapana, Shadraka, Abednego na Meshaki, hebu tokeni. Angalia, mara ya kwanza alisema wakamateni, wadumbukizeni, lakini hili ni neno la kutii, kujua uwezo wa Mungu. Akasema Shadraka na Meshaki na Abednego, hebu tokeni. Na kati ambazo Mungu anataka uanze kutoka, anahitaji uanze wewe pasipo watu kukutoa. Anataka wewe uanze kunyanyua hatua pasipo watu wengine kukubeba. Kumbe wengi tunapotea ni kwa sababu tunataka tutolewe na watu, tunataka tuinuliwe na watu, nataka nikwambie, hakuna mtu ambaye atajitoa kwako kama wewe hautaanza kutoka. Hakuna mtu ambaye hatamjua Mungu wako ambaye atakuwa ni sababu ya yeye wewe kuinuka. Hakuna mtu ambaye ataheshimu Mungu wako kama atakukuta umechoka. Yeye ndo atakuwezesha kuinuka. Ukimwambia habari za Mungu hawezi akakuelewa. Na hii ndio sababu mfalme anasema Shadraka, Abednego na Meshaki, hebu tokeni. Kwa maana mfalme alijua ya kwamba tukienda sisi kuwatoa kwenye lile tanuri la moto tutaungua. Hapa ni hatua zao wenyewe, kwa maana hao wana Mungu wa kweli. Hii ndio sababu Shadraka, Abednego na Meshaki wakaanza kutoka kwenye tanuri la moto. Wakati wanatoka kwenye lile tanuri la moto, mfalme akapiga magoti, mfalme akanyenyekea, akasema kuanzia leo hatutaabudu sanamu ya dhahabu, bali Mungu wa Shadraka, Abednego na Meshaki ndio Mungu wa kweli wa kuabudiwa. Kumbe tunajifunza nini katika hii hadithi? Ya kwamba ili Mungu wako aonekane, ili uwezo wako uonekane, ni lazima uamini katika nafasi yako. Usiogope sheria zao, ya kwamba hauwezi kufanikiwa bila sisi, ya kwamba hauwezi kupiga hatua bila sisi, maana sisi tulitangulia mjini, sisi ndo tumekuleta, sisi tumefanya hivi. Usiogope kwa sababu yao, amini hatua yako. Unavyoanza kupiga hatua yako, ni nyakati pekee ambayo nyota yako inaanza kutembea na wewe, nafasi yako unaanza kuiendea. Kumbe tunashindwa kufikia hatua zetu ni kwa sababu tunaogopa sheria zao. Sikiliza, mfalme anasema ya kwamba niko tayari kumtumikia Mungu wenu, maana Mungu wenu ana majibu, maana Mungu wenu ni wa kweli. Hii sanamu ya dhahabu sio. Mfalme pale pale akapiga, kuanzia leo watu wote watamtumikia Mungu wa Shadraka, Abednego na Meshaki. Sasa unaweza ukajifunza, je, watu watamwamini Mungu wako kupitia nini? Kwa kung'ang'ania huyo mpenzi ulionaye, kulia usiku kucha, mpenzi nimesalitiwa, Mungu ndio nini?
Kumbe kuna nyakati mapenzi yanakusumbua kama mwanaume, kanakutesa. Kuna nyakati natakiwa ukubali tu, ili kajue Mungu ulionaye anaweza akakupatia mume bora zaidi yake. Kuna nyakati natakiwa uchukue hatua ngumu ya kwamba Mungu nilionaye anaweza akanipatia future husband smart kuliko huyo ambaye ananisumbua moyo. Kuna nyakati fukuza, aende mbali huko. Sikiliza nikwambie. Unasema kaka, unasema nini? Soma Mithali ile 22:10. Maandiko matakatifu yananiambia kwamba mtupe nje mwenye dharau, ugomvi na fedhea utakoma. Ndio maana nakwambia sio kila kitu cha kuomba. Kumbe kuna majira ambayo ukimshika huyo anayekudharau ukatupia huko nje, ukaamini Mungu wako, ugomvi nao unakoma na unatoka. Lakini tumeshindwa kuona mkono wa Mungu ni kwa sababu tumeamini ya kwamba sisi hatuwezi kuleta matokeo bila huyu, sisi hatuwezi kuleta matokeo bila huyu. Na ndio sababu tumewapa watu viburi vya uzima. Watu wamekuwa wakijiinua, watu wamejiona ni miungu ambao wanaendesha maisha yako, wamejiinua na kujiona wao ni miungu mtu. Ni kwa sababu ya wewe kunyenyekea hata ujinga. Unaogopa sheria zao. Ukiachana na mimi utapata shida sana. Ukiachana na mimi, hii ni sheria mtu anaweka kwenye maisha yako, anajichukua nafasi ya Mungu. Utakuta kama mwanamke kanakondeana, kanakuwa kama kandondocha, hakajielewi. Nataka nikwambie siku ya leo, Bwana ananiambia niseme na wewe, anza kuamini kupitia wewe. Una uwezo wa kubadilisha yale yasiyobadilishika, una uwezo wa kugeuza yale ambayo walikudharau na watu wakaamini Mungu ambaye uko naye. Angalia, tunasemaga thamani ya mtu huwa inaonekana kipindi ambacho hayupo. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu mtu anavyokuwa hayupo, anaanza kujitegemea yeye. Thamani yake huwa inaanza kuonekana, kwa maana hatutegemei tena sisi. Lakini thamani yako haitaonekana kwa kubembeleza watu wawe sehemu ya maisha yako, kwa kulilialilia watu, nakupenda, naomba wewe, naomba hivi. Haitaonekana my dear. Ili thamani yako ionekane, ni lazima uchukue hatua. Acha sheria zao, vunja sheria zao. Wakati unavunja sheria zao, sheria ya Mungu inakuja juu yako, utukufu wa Mungu unakuja juu yako. Unasema kaka, umenibariki sana, lakini ili nikubariki na kupeleka kwa watu wawili tena. Hawa watu wawili tena wanaitwa Paulo na Sila. Naona Roho Mtakatifu ananiangushia hapo. Paulo na Sila walikuwa wanahubiri habari njema. Hawalikuwa wamtukani mtu matusi, walikuwa wanahubiri habari njema. Hii ndio sababu wakakamatwa. Walipopata kukamatwa, wakamkabidhi mkuu wa gereza, akasema waweke ndani na uwalinde. Angalia, kumbe kuna majira mengine unaweza ukafanya mambo mazuri sana, lakini kwenye yale mambo mazuri ambayo unafanya, kumbe kuna watu hawapendi, kwa maana unaonekana bora. Watasema mkamateni huyo, mfungieni, loga huyo, fanya hivi. Unakuta wanakuroga, wanakupiga pini, wanaweka sheria juu yako. Kumbe kuna saa nyingine unachukiwa kwa sababu umesimama katika haki. Paulo na Sila hakuna kitu ambacho walikifanya, bali walisimama na kuhubiri habari njema. Sasa maandiko matakatifu yanapata kuniambia kwamba wakawakamata, wakawaweka gerezani. Tunavyozungumza gereza, hauwezi ukatembea katika sheria yako. Tunaposema gereza, unatembea katika sheria ya gereza. Inataka nini? Ina maana lengo lao ni kuwawekea sheria ya kwamba mwisho wenu wa kuwa na sheria juu ya maisha yenu niyo basi. Kuna watu wamewekewa sheria ya magonjwa, kuna watu wamewekewa sheria hakuna kuinuka, kuna watu wamewekewa sheria hakuna kufanikiwa, yani ili usipige hatua katika maisha yako. Paulo na Sila wakati wako gerezani, hawa jamaa wakajua Mungu ndio yuko juu ya vitu vyote, na kama Mungu yuko juu ya vitu vyote, basi Mungu ana uwezo wa kuvunja kila sheria ambayo imewekwa na mwanadamu. Kila sheria yoyote ambayo imewekwa, Mungu anaweza kuvunja. Na hii ndio sababu Paulo na Sila walipoingia gerezani, wakakaa, wakafungwa miguu, wakafungwa mikono, gereza likafungwa, wakafunga yote. Alafu sio kufunga tu, wamewawekea na mlinzi wa kuwalinda. Oh my God! Na yule mlinzi huenda yuko na CMG, huenda ameshika CMG ya kwamba mtakapojitikisa na tandi risasi si juu yenu. Lakini Paulo na Sila wakanong'onezana, wakasema my dear friend my dear friend. Walipopata kunong'onezana, Sila akamwambia yes my dear bro. Akasema sikiliza nikwambie, unajua tumefungwa miguu. Sila akasema ndio. Unajua gereza limefungwa na minyororo. Sila akasema ndio. Unaona tumefungwa mikono. Akasema ndio. Akasema ni kweli kabisa tuwezi kujitikisa. Sila akasema ndio. Akasema sikiliza nikwambie, mjori wa Bwana, wametufunga vyote, lakini wamesahau kitu kimoja. Wamesahau vinywa vyetu hawajatufunga. Oh my God! Oh Yesu! Akasema ya kwamba wametufunga vitu vyote, ni kweli hatuwezi kutikisika,
kuitika, lakini walichosahau hawajatufunga vinywa vyetu, na neno linasema ya kwamba niiteni nami nitaitika. Sasa kumwita Mungu hatumwiti kupitia miguu, hatumwiti kupitia mikono, bali tutanyanyua vinywa vyetu na kumwita huyu Mungu. Hapa ndipo ambapo najifunza kwa hawa jamaa, licha ya kuwa kwenye sheria ya gereza, lakini wakaenda kinyume na sheria ya gereza, wakasema ya kwamba hapa tunatakiwa kuimba. Na hii ndio sababu Paulo na Sila wakati wanaomba, maandiko yanapata kuniambia watu wengine wakabaki wanawaangalia ya kwamba hawa jamaa wanaimba, kwani hii ni sehemu ya kuimba. Kumbe kuna nyakati nyingine, wakati umekaa kwenye magonjwa, wamekufunga magonjwa, unavyosikitika, unavyotia huruma, ndivyo watu wanaongeza nguvu ya kukuminya zaidi. Kumbe kuna nyakati unauma, lakini usione kana kwamba unauma. Anza kuimba, anza kuimba, changamsha nyuso yako. Nataka nikwambie, Roho wa Bwana hajawahi acha mtu yoyote aliyekuwa na sifa. Roho wa Bwana alitembea na kuvunja kila sheria ya magonjwa ya mtu ambaye hakuona mazingira aliyopo ya kwamba yanamzuia kumsifu Mungu, hakuona mazingira aliyopo yanazuia utukufu wa Mungu. Maana utukufu wa Mungu unaposhuka huharibu kila sheria za wanadamu. Haujanielewa. Ningekuwa kule kwetu wangekuwa wamenielewa, wangesema eko mjomba, wangenifata, wangesema hapo uko sawa. Lakini ni kwa sababu yako umekaa bado najiona uko sehemu ya matatizo. Ninachokwambia mwana wa Mungu, ni kweli unapita kuna tatizo fulani, lakini usione sheria ya hilo tatizo, ona utukufu wa Mungu. Anza kuimba tu. Majira ya Bwana, anga la Bwana linafunguka kwa ajili yako. Wakati Paulo na Sila wanaimba, wengine wanawashangaa. Unajua, hii ndio nyakati ambayo tunapokuaga tupo kwenye matatizo, lakini hatujioni kwenye matatizo, watu wao wanatushangaa, kwa maana macho ya watu wanajua tunaenda kuangamia, ndio mwisho wetu. Kuna majira ambayo ndoa yako inasumbua sana, imefika mwisho wa kuachana, mmefanya vikao vyote ukweni, mmeeleza shida zenu zote, mmeongea vyote, lakini nataka nikwambie, watu huwa wanashangaa kwa sababu wewe haujioni uko kwenye tatizo, bali unajiona uko kwenye fursa. Hapa angenielewa nabii mwizi. Nabii mwizi akiangalia matatizo yako anajua ndiyo sehemu ya kuinua kipato chake, kwa maana matatizo yake kwake ni fursa. Kumbe hata wewe unaweza ukageuza matatizo yako ndio daraja la kukutana na Mungu wako. Karama ndera baseketea. Kama ungenielewa ungesema amina. Sikiliza nikupeleke kimafunuo kidogo kidogo. Hapa ndipo ambapo hawa jamaa wakaanza kuimba, wanaimba, wanaimba, wanaimba. Wakati wanaimba, maandiko matakatifu yananiambia tetemeko likatokea. Wakati tetemeko linatokea, tetemeko likaharibu kila kitu. Mungu anapoanzaga kuleta msaada kwenye maisha yako, ukweli ni kwamba tunaposema tetemeko, usione tu ni furaha. Mungu alienda kuwasaidia Paulo na Sila. Unajua, ndo maana nasemaga unahitaji Roho Mtakatifu ili akufunulie yaliyojificha. Tunaposema tetemeko lilipata kutokea, kumbuka tetemeko linatokea, linavunja kuta, linavunja minyororo. Ina maana sio tetemeko la kawaida. Siku zote ili Mungu akusaidie uone mkono wa Mungu, utaona umechoka ila bado haujachoka. Wakati Mungu anakuja kwenye maisha yako, nazungumza tetemeko, utachoka, utaumwa zaidi ya hapo, utatokea ugomvi mkubwa zaidi ya hapo, itatokea. Hilo ndilo tetemeko. Utapata pressure zaidi ya hapo, utakuta kila mtu anakukimbia, unabaki peke yako, ndiyo tetemeko. Sasa wengi ambapo tetemeko, Mungu anaanza kuleta tetemeko kwenye maisha yako, watu wanaanza kuondoka na wewe unaanza kugeuka, unaanza kuwafukuzia, wanaondoka, rudini jamani, njoeni. Mungu anaruhusu tetemeko watu waondoke. Tafsiri yake ni nini? Mungu anataka kukute wewe peke yako ili aweze kukusaidia wewe peke yako, ili aweze kukuinua. Lakini Mungu anashindwa kukuinua, kwa maana linapotokea tetemeko watu wanakimbia kwenye maisha yako, wewe unaanza kuwafuata watu. Linapotokea tetemeko kwenye mahusiano yako, kale ka mwanaume kanako kuumiza, kametenda moyo wako, kameujeruhi, kanaanza kuondoka, kana kutukania mama yako, kana kutukania familia yako, kanatukana mpaka kule ambako umetokea kwa mama yako, matusi makubwa, kanaondoka, kichwa kimevimba kama papai, kanaelekea wewe, unaanza kukafata, rudi jamani, nakupenda, please please. Ni Mungu ameruhusu ile tetemeko litokee ili aka kabichwa papai kaondoke kwenye maisha yako. Mungu akuletee mwanaume mwenye bichwa kama nazi, ambaye kichwa chake kiko sawa, ni kigumu, hakitikisiki. Maana papai siku zote linapoenda likipigwa na jua linazidi kuwa laini, lakini nazi inapopigwa kuwa na jua ndio zidi inavyozidi kuwa ngumu. Haujanielewa? Unatabasamu. Sikiliza nikwambie, tetemeko wengi linavyotokea tetemeko kuharibu sheria za wanadamu. Sisi huwa hatujui ishara za Mungu
tunaanza kuwang'ang'ania wanadamu. Hili ndio kosa kubwa sana, lakini maandiko yanapata kuniambia Paulo na Sila baada ya nyororo zote, tetemeko kutokea, hawakuweza kukimbia, wakabaki kwenye ile pointi ambayo Mungu anawakuta pale, wakabaki kwenye ile pointi. Mkuu wa gereza akachanganikiwa, aliyopewa walinde hawa jamaa, akasema leo ndio leo, hapa ni jinyonge, kwa maana hawa jamaa tayari wameshatoroka. Nitasema nini kwa wakubwa wangu? Nitasema nini? Kumbe kuna nyakati, kuna watu wameweka wakulinde, ya kwamba mlinde mtu huyu, sheria yetu akivunja atakufa. Wameweka majini, wameweka pepo, wameweka vitu fulani vikulinde. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, I command in the name of Jesus, kila sheria walioweka juu yako inaenda kuanguka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati huyu jamaa anachanganikiwa, anajiuliza maswali, itakuwaje? Itafananaje? Maandiko matakatifu yanapata kuniambia kwamba hii ndio maana nawapendaga watu ambao wamesimama kwenye nafasi zao, huwa hawaogopagi kitu chochote. Wakapata kumwambia ndugu yetu usijiue. Paulo na Sila wanapata kumwambia ya kwamba ndugu yetu usijiue. Kumbuka wanamwita ndugu, lakini yeye aliwaweka mahali pabaya, lakini kwa sababu wanajua Mungu alionaye ya kwamba usijiue, sisi hatujatoroka, tuko hapa hapa mlipotufunga. Yule jamaa akapiga magoti, akaanza kutembelea magoti, akafika mpaka kwa Paulo na Sila, akasalenda, akanyosha mikono juu, akasema Mungu wenu anastahili katika maisha yangu, ninaomba niokoke, ninaomba mniongoze sala ya toba, nami natabiri katika maisha yako, yoyote aliyosimama kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, waliweka uchawi kwenye maisha yako, walitangaza vita juu ya maisha yako, walitangaza magonjwa juu ya maisha yako, nami natangaza kama Bwana ishivyo, wakapige magoti, wakasujudu kwa afya ambayo Bwana anakupatia, wakasujudu kwa maana Mungu anaenda kukupatia uzao bora. Walitabiri utasa, wakaroga tumbo lako, wakaroga ndoa yako, lakini natabiri kwa mamlaka ya jina la Yesu, wakapiga magoti chini na wakasujudu, wakasema hakika Mungu aliyokupatia watoto akatupatie na sisi, maana watoto wao watachanganikiwa, watoto wao hawatasimama kwenye njia. Kwa nini hawatasimama kwenye njia? Kwa maana mkono wa Bwana huamua siku zote, ukaa katikati ya mtu aliyekuwa na haki. Nawe ni mwenye haki, unastahili kuchapa makofi mahali ulipo, unastahili kumshangilia Bwana. Nami natangaza kama kuhani wa Bwana niliyetumwa kwako kwenye maisha yako, ya kwamba kila kitu ambacho kimekuwa sheria katika maisha yako ninabadilisha na kuwa keki ya furaha katika maisha yako. God bless you. Anza kujiona umeinuliwa, anza kujiona una nafasi nyingine ya kipekee ya kumtukuza Mungu. Unashangaa, inafananaje? Itakuwaje? Inaenda wapi? Ukweli ni kwamba ili tuweze kuona mkono wa Mungu, haitakiwi tuogope sheria zao, inatakiwa tumwone Mungu ni mkubwa kuliko sheria zao. Usikose kusubscribe, kushare na kucomment. Download, weka kwenye CD yako, tumia watu wengine ili nao wakabarikiwe. Share kwa watu wengine, maana wakati unafanya sadaka ya kushare huku na kule, ni nyakati pekee ambayo Mungu anataka kuinue na kukupeleka viwango. Wananiita kaka wa madhabahuni, Apostle Alex, mtume wa Bwana. God bless you. Ninasema na walioinuliwa, comment yako chini mahali hapa, andika nimevunja sheria zao. Amen.